Basi nitangaze kuwa mkutano huu mkuu wa 11 idara ya wanawake na watoto Jimbo la Magharibi umefunguliwa rasmi leo katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ameeleza hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa 11 wa idara ya wanawake na watoto Jimbo la Magharibi ulioambatana na uwekaji wa jiwe la pembe la ofisi ya usharika iliyofanyika katika usharika wa Patandi, Jimbo la Magharibi KKKT, Dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa wanawake wana nafasi kubwa katika kuhakikisha kuwa watoto wanaishi maadili na utamaduni wa jamii husika. Mama zetu hawa ambao wana wajibu mkubwa sana katika jamii wa kulea na kutunza, waweze kusimama kwa Yesu, waweke nanga kwa Yesu, watulie kwa Yesu. Walio wengi ndio wanahangaika pia kwenye mahema hayo, na tunajua wao ndio wanaobeba mzigo mzito wa familia, lakini watue fadhaa na mahangaiko yao kwa Yesu. Aidha, amewapongeza usharika wa Patandi kwa maono makubwa ya kujenga ofisi na madarasa ya watoto wa shule ya Jumapili na kuwakumbusha kuweka miundombinu ya watu wenye ulemavu. Ni kukumbuka wale wenye ulemavu ni jambo ninalolisema kila wakati, ili wao pia wapate namna za kuingia katika majengo yetu, tusiwatenge. Ni rahisi sana kwa miundo ya ujenzi tulionayo kuhakikisha kwamba hawawezi kuingia. Naamini mtafanya hivyo, mmezingatia hilo pale, mtazingatia hilo pia katika jengo hili jipya, ili na wao waweze kuonja ufalme wa Mungu kwa njia ya kuingia katika huduma zinazotolewa mahali hapa. Awali akihubiri katika ibada hiyo, msaidizi wa askofu wa KKKT Dayosisi ya Meru, Mchungaji Ndelekwa Palanjo, amesema ni muhimu kuwa na upatanisho, kwani upatanisho ni nguzo ya Mkristo. Huku mkuu wa Jimbo la Magharibi KKKT Mchungaji Franaeli Sanja akitaja mafanikio yaliyopatikana katika idara hiyo ya wanawake na watoto. Nataka niwaambie, mahali popote penye mapatano, penye maelewano, penye mshikamano, penye kukaa pamoja, baraka za Mungu zinashuka, zinamwagika kiasi cha kujaa na kusukwasukwa, kwa sababu watu wamepatana. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba iliyopatana, familia iliyopatana, usharika uliopatana, jumuiya iliyopatana pamoja kama Yesu alivyotufundisha akatufanya kuwa wanawake. Nataka nikwambia hapo ni baraka na baraka tu. Ndani ya Yesu kuna upatanisho wa kweli, ametupatanisha. Sisi tunafanya pamoja, tunakwenda pamoja, na ndio maana unaona matunda yanatokea namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli tu wamekuwa na maendelezo mzuri sana wa yale wanaokubaliana, wanatembea kwa pamoja. Tumekuwa na makongamano mbalimbali na semina mbalimbali katika jimbo letu. Haya yote yanahusu mambo yanahusu watoto na vijana, na hayo yote yanaratibiwa na idara hii ya wanawake na watoto. Mwenyekiti wa idara ya wanawake na watoto Jimbo la Magharibi Salome Palanjo na parishweka wa jimbo hilo Eliwandeta Mwendo wakieleza mikakati ya idara hiyo kwa siku zijazo. Kwa miaka hii mingine miwili ya mbeleni, tunaendelea kuimarisha idara zikishirikiana pamoja na jimbo kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi katika ufanisi mkubwa, ziweze kujitegemea bila kutegemea washarika, waweze kuwa na miradi yao ya kusimama wenyewe. Na tunatazamia kwamba wanawake hawa wajengwe hao viongozi, wakawafundishe wanawake wengine kulia na kuongea na Mungu, kuomba, si kukimbia kimbia. Mwenyekiti wa kamati ya fedha, wakili na uchumi usharika wa Patandi Mwalimu Yona Mndeme amezitaja gharama za ujenzi wa ofisi hizo za usharika, huku baadhi ya wanawake walioshiriki katika mkutano huo mkuu akiwemo Neema Molel na Teddy Alex wakiahidi kuyawasilisha yale yote waliojadili katika sharika zao. Jengo hili litakuwa na ghorofa 2. Mheshimiwa Baba Askofu, gharama za ujenzi wa jengo hili kwa mujibu wa BOQ
ni takriban shilingi za Kitanzania milioni 850. Ujenzi hapa ulipofika umekwisha kutumia takriban shilingi za Kitanzania milioni 130, ikiwa ni pamoja na vifaa vingine ambavyo washarika walivileta kwa kujitolea pamoja na kujitolea nguvu kazi. Sehemu kubwa ya akina mama, nyumba inajengwa na akina mama. Kwa hiyo akina mama tukikaa kwenye nafasi zetu, tukasimama kwenye nafasi zetu kwa ajili ya kuombea familia na kuombea nchi yetu, tutakuwa tumekuwa vizuri. Wito wangu ni kwamba wakina mama wajitokeze wanapoitwa kuelezewa mambo ambayo tumeyapata huku katika mkutano, waje kwa wingi na kuyapokea, kwa sababu baadhi ya sharika wakina mama wakiambiwa rudini ndani basi wanakimbia. Sasa hayo hayatawajenga. Kwa hiyo nitawahamasisha wakina mama kusikiliza yale ambayo tumeyapata huku ili wajenge familia zao. Lengo la mkutano huu wa 11 ni kuweka malengo thabiti kwa ajili ya idara ya wanawake na watoto, ambapo miradi mbalimbali inategemewa kuanzishwa katika sharika mbalimbali. Kutoka hapa katika usharika huu wa Patandi ulio sehemu ya KKKT Dayosisi ya Meru, mimi ni Elihuru Machao.